kutuhifadhi wiki Jobanisi. Wengi tumetembea kwa vitu vimeumbwa na wanadamu Jobanisi, vimeumbwa na akili vya wanadamu Adonai. Na ukatuhifadhi Jobanisi, tukasafiri na magari Jobanisi. Hata nauli tuliolipa ndio wengine wakulipa, walilipa Jobanisi na wakufika Jobanisi. Lakini ulituhifadhi Jobanisi na tukafika salama Jobanisi. Tuna kila sababu kukuinua Adonai. Tazama wakati umefika Jobanisi wa kunena neno lako mtakatifu Mfalme. Naomba kanitumie kama chombo mtakatifu ili kapate kufikia wana kondoo wako Jobanisi. Nini ulio Jobanisi utukukike. Na kupitia kwa Yesu Kristo uishie milele. Tuomba na takuamini. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Kila jambo linatendeka kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na asubuhi ya leo ningependa tuongee kuhusu msamaha. Haleluya. Haleluya. Amen. Na kupitia msamaha tunaishi. Waimbaji msiende tafadhali dakika moja. Amen. Amen. Hata wakati unapojiandaa kwa ajili ya kusamehe mtu, lazima unamweka katika maombi. Haleluya. Na mwimbaji akaimba akasema, ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Asanteni sana waimbaji, Mungu watende wema na waimbaji. Karibuni sana katika ibada ya asubuhi. Thank you very much, praise and worship team. We treasure you for this service. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine Mungu amefungua nafasi ili tukapate kuwa pamoja mara tena mahali hapa. Nilipokuwa hapa mwaka jana, naona Mungu amezidi kutenda na nimekuwa nikifuatilia kila ibada na vile Mungu ametenda. Haleluya. Na ni matumaini yangu kama mimi mwenyewe tunaona nikiwa mbali na nasikia kweli umetendewa, na ni uhakika kana kwamba umetendewa. Haleluya. Kupitia kwa mchungaji, asante sana. I feel humbled for giving me this chance to stand before this to stand at this altar. As I know there are many wanted, but they never reach. It's not because I'm that treasure than them, but it's that the glory of God which I've taken upon it has reached me this far. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na tena niwashukuru tena waumini kwa ajili ya kuniruhusu tuingie katika neno. Mungu awabariki na watende wema. Tuandamane pamoja kwa neno la siku ya leo. Na neno la siku ya leo nimelipa mada kana kwamba the title, from the pit to the palace. Hallelujah. Kutoka kwa shimo hadi kwenye ikulu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mtu from pit to the palace. From the pit to the palace. Ongea kwa sauti. From pit to the palace. Hallelujah. Na leo nataka tuangazie sana katika kitabu cha Mwanzo. We are going to read in the book of Genesis chapter 37 all the way to chapter 47, but hatutasoma kila kifungo, tutaenda tu kwa mistari kidogo na itatuwezesha kujua ni nini maana ya msamaha. Haleluya. Kitabu cha hapo tunaenda tunasoma kuhusu historia ya Yusufu, jinsi Yusufu alipitia mambo yaliyokuwa yanamuumiza moyo. Na ilikuwa ni lazima apitie kwa hiyo shimo, alikuwa ni lazima apitie kwa hizo koti tatu ili akapate utukufu wa Bwana ukapate kuonekana. Haleluya. Yusufu akavalia koti zake tatu, na ningependa tuzitaje siku ya leo. Harusi ya kwanza tunajua ni harusi ya kuzaliwa, na ni ukweli Yusufu alizaliwa kama wewe. Yusufu alizaliwa, akazaliwa na akaonyesha upendo wa mama na baba wakati aliishi. Lakini wakati alionyesha upendo wa baba na mama, pia ndugu zake aliwapenda jinsi ule upendo tu alionyeshwa na baba yake na mama. Lakini kafikia mahali hata ndugu zake wakao hawampendi kamwe. Sababu gani? Hata waliposema kana kwamba mti mwema utupiwa mawe. Kuna mbegu ambao Mungu alikuwa ameweka kwa
ndani ya Yusufu, na ndio maana walikuwa wanalitupia wanautupia ule mwembe mawe. Kuna kitu ambayo Yusufu alikuwa amebeba ndani yake, na ndio maana hawakumpenda kamwe. The same will happen unto you, because there is that seed God has planted in your life, and there will be, you have to face these challenges in your side. Praise the name of Jesus. Lazima utapitia haya magumu ndani ya maisha yako ili ukapate kupenda. Haleluya. Nakumbuka siku moja nikiongea na ndugu fulani hapo Januari, Disemba hapo, nikimwelekeza jinsi mwaka wangu niliovuka. Akaniambia, my brother, successful people have painful story. Hallelujah. Na nikaliweka kwa akili yangu, na nikawa kila siku nawaza, really, am I really successful? Nikajiuliza, kweli vile naona nang'ang'ana maisha yangu, kweli am I really successful? But kuna ile ilikuwa tu ni nafasi tu, ilikuwa tu ni mpenyo tu, naendelea kung'ang'ana. Hallelujah. Yusufu akapitia hayo yote ili utukufu wa Bwana ukapate kuonekana ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kusoma kitabu cha Mwanzo kifungu cha 37, that is Genesis chapter 37 verse 3 and 5. Tutamwona pale Yusufu akipendwa na ndugu zake baba, na hapo ndio tutaona pia akipata ndoto yake ya kwanza. Ningependa mtu apewe kipaza sauti ili apate kutusomea 37 verse 5. Yeah. 3 to 5. Inasema, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona ule upendo wa baba na mwana ukionekana kwa Yusufu. Yusufu tunaambiwa na Israeli akampenda mwanawe. Bwana Yesu asifiwe. Na basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Akamwonyesha ule upendo wa baba. Haleluya. Na wakati alimpenda ndugu zake, ndivyo walizidi kumchukia. Haleluya. Na upendo wa baba na mwana ukaendelea, hata tunaona mahali pale akimtengenezea gauni. Bwana Yesu asifiwe. Ishara kwamba kuonyesha kweli ule upendo ulizidi. Lakini koti likaanza kutengeneza. Koti la kwanza likaanza kuangaliwa pale. Akaota ndoto. Na wakati alitamka ile ndoto pale kwa ndugu zake, ukisoma hapo tu kiteremka, utaona jinsi ndugu zake hawakupendezwa. Haleluya. Lakini nakuambia siku ya leo, wapende wasipende, lazima upendo wa Bwana utazidi kumiminika upande wako. Lazima upendo wa Bwana ukaonekane. Wakuchukie wasikuchukie, our beloved Father will never forsake you, because he has promised to be faithful on our side. Israeli jinsi alivyompenda mwanawe, kama Yakobo alimpenda mwanawe, upendo huo, jinsi gani Mungu asitupende? Haleluya. Asitupende, na niye aliyepeana mwanao pekee atulipie gharama. Haleluya. Lazima tutapendwa. Lazima upendo utapenda. Lazima baraka za Mungu zitaonekana. Lazima ukuu wa Bwana ukaonekane kwa maisha yako. Lazima upendo wa baba ukaonekane katika maisha yako. Nimekuja siku ya leo
nikuambie kana kwamba lazima utapitia kwa hiyo magumu, na baadaye si ati kana kwamba Mungu amekuacha, lakini Mungu tu amekushika kwa mkono wake. Anatembea na wewe hata wakikuchukia. Wakati wanapokuchukia anakushika mkono wake. Anatembea na wewe tu na anawaangalia tu jinsi. He's just watching them as they mock you. He's just watching them as they disrespect you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu wakazidi kumchukia. Na koti la kwanza nataka ulione mahali niliingilia. Koti la kwanza nilivaliwa na Yusufu, nilikuwa na baba yake. Babake alitengeneza koti nzuri la kupendeza, lenye rangi za kupendeza, rangi ambazo zilikuwa za kupendeza, koti ambalo hata wewe mwenyewe ukipatana nalo ungelipenda. Haleluya. Na akamvalisha mwanawe. Koti la kwanza lilikuwa la kupendwa na kuchukiwa. Haleluya. La kupendwa na kuchukiwa. Nataka nikupe ishara moja. Kwa nini Yakobo aliamua kutengeneza hili koti likiwa limechanganyika rangi hizi? Kwa nini alichanganisha rangi theluji, akachanganisha rangi zote ili koti likawa la kupendeza? Reflect that in our living as we live today. You are going to face love, you are going to be rejected, you are going to be mocked. Despite all, you have to succeed in your life. Kati ya yote lazima utafaulu. Hallelujah. Koti likampendeza Yusufu, lakini ndugu zake wakamchukia. Koti la kwanza, sema koti la kwanza, likamfaa na wengine wakamchukia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikuambie kitu moja mpendwa. Never despise yourself. Usijichukie kamwe. Usije ukajichukia kamwe. And never despise your humble beginning. Wanaweza wakakuchukia, lakini hiyo ni mwanzo, ndio kuanzilishwa maisha yako. Nakumbuka mara ya kwanza nikianza kujikadisha, I remember one guy akiambia wenzake, naomba it's better utafute mahali pengine tuende tukapumzike leo, lakini si kwa Manu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zake wakamuuliza kwa nini? Mwambia kwa Manu kwa maombi. Hallelujah. Hallelujah. Lakini I loved that my palace. That was my first palace. Hallelujah. That was my first palace and I was very proud of that my palace. Hata ukiniambia unanitembelea leo na kuambia karibu, feel much welcome, because you must be proud of your first beginning. Lazima umpende mwanzilishi wako wa kwanza. Eti kwa sababu sasa hujanunua kitanda, kwako una sofa, kwako sijui una gesi, eti uogopa kuleta ndogo kwa mahali pako. Huyo tu ni mwanzilishi. Ikafika mahali wakaanza kung'ang'ania, twende huko. Hallelujah. Huko ndio tunaenda. And that was my time to say no. I had given you chance to come to my palace, but you rejected. But when it's now, you feel like it's your time to come, on my side is just an irony. It's just an opposite of your expectation. Hallelujah. Usidharau wanzilishi wako. Lakini Yusufu koti lake alilivaa. Yusufu alivaa koti lake, hakujali anachukiwa ama anapendwa. Hallelujah. Akachukiwa, akapendwa, na koti akavaa na akasonga. Praise the name of Jesus. Amen. Koti la pili akakataliwa completely. That is Genesis chapter 37 verse 23 to 28. Mwanzo 37 mstari wa 23. Yesu asifiwe. Sometimes your journey begins with rejection and pain. Na lazima
Lazima mwanzo wako, lazima mwanzilishi wako uwe wa machungu na kukataliwa. Lazima ukataliwe, lazima ukuwe na machungu, lazima utalia kila siku, machozi yatakuzoea, lakini kuna siku machozi yatakauka. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Itafika mahali ya machozi kwa imekuzoea, hata ukipatana na magumu umeshakuwa sugu. Hallelujah. Mwimbaji akaimba, vaa silaha za imani, rejea vitani, wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Wacha waongee, wacha waseme, ila yupo Mungu wa kuwafunga midomo. Haleluya. Lazima wakukatae, lazima machungu utapitia. Haleluya. Genesis 37:23. Genesis 37:23-28 inasema, ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtoa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, wafaa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Ime kidogo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo safari unapokataliwa, lazima kuna watu tu bado watakuhurumia. Lazima kuna watu watakuhurumia, sio wote watakuwa upande wa kukatalia. Bwana Yesu asifiwe. You will face rejection, but there must be people who are just feeling, hey, these guys is suffering. Hallelujah. Lakini ndio watakuwa wachache. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanaokuhurumia watakuwa wachache kuliko wanaokupinga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wanainua matawi wakishangilia kuanguka kwako ndio watakuwa wengi. Lakini wanaokuhurumia watakuwa wachache. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody this morning? Am I helping somebody? Hallelujah. Praise the name of Jesus. What feel like the setback may actually be God positioning you. Hallelujah. Kile unaona kinakuvuta nyuma, itakuwa ni mpango wa Mungu. Anajaribu kukutengeneza, anajaribu kukufinyanga ili akulete jinsi anavyopenda. Haleluya. Wakati unaona unapitia kwa magumu, kuna magumu mengine unapitia ili ikupe somo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. You must face those difficulties, you must face that pain, you must face that rejection, but it's just a way of modeling you to bring you to at that successful level. Praise the name of Jesus. Lazima ung'ang'ane, lazima maisha yako yatakuwa magumu, lazima koti utavaa, ukataliwe, utapendwa, watakuchukia, lakini nimekuambia our God will never forsake you. Lazima atakuwa tu anakushika mkono, anakutazama, anatazama maadui zako as they reject you, as you are facing that pain. Lazima atakuangalia, lazima atakuwa tu anakufuatilia ili kwa kitu ya kwanza upate somo. Naweza kuwa tunasema Jacinta ni rafiki yangu, lakini Jacinta tu anangoja tu nikipinduka hivi yuanza neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu Mungu anataka nisome kupitia kwa huyo rafiki yangu. Lazima utapitia hayo magumu ili lazima kuna kitu itakushika ili ujue who is this Jacinta in your life. Lazima utapitia hayo magumu to know who are those friends in your life. Lazima hiyo machozi itakutoka ili ukajue ni nani atakuwa karibu na wewe. Ndio mwimbaji akafika mahali akasema, nimebaki na wewe. Naye wakati mwingine utafika na utasema, oh God, I've set with you, I want to be with you alone. Lazima utapiga magoti yako yatakuwa tena
machungu, lakini utakuwa tunamwita huyu Kristo kwa sababu gani? You have come to faith, you have come to realize that your friends are just great friends on your side. Praise the name of Jesus. What can you describe your friend? How can you describe your friend? How can you describe your friend? Praise the name of Jesus. Jinsi gani unaweza ukamwelezea hiyo? Ni rafiki wa kukumbanisha koti la upendo, ni rafiki wa kukuweka katika majaribu. Hallelujah. Praise the name of Jesus. After that, wakati tulikuwa tunasoma hapo, ukiendelea hapo ndipo Yusufu alipeana mikononi mwa akauzwa. Can your life be compared with any price? Can your life be compared with any price? Not at all. Praise the name of Jesus. Lakini wakaona Yusufu anatoshana na hizo wanazira sijini, how do they call them? Let me call the cash. Yani tunadhani naona dada anakaa 1,300. Hey, shadabagados. Praise the name of Jesus. But that is not your worth. Your worth ilitoshelezwa na Kristo pale msalabani. Kama anaona una uwezo wa kumwambia kufia msalabani. I was watching the script, nilikuwa naangalia tu kipande kimoja tu cha wale walikuwa wakati wa Pasaka. Mtu mmoja akajaribu kujiweka msalabani, akagongwa hivi tu msumari kidogo hivi. Aliamka akakimbia. Mwambie aende avumilie uchungu, aekezwe pale msalabani atufie ili tumjue kweli he has a worthy of us. Praise the name of Jesus. Koti la pili akakataliwa. Koti la pili lilikuwa chungu sana. Lilibeba mambo matatu. Baada ya hiyo akapelekwa pale akawa he was made a slave. Na baada ya kufanywa pale akakuwa mtumwa. Akafanya mtumwa wa kutumikia mke wa mfalme kwa nyumba yake. Kutoka pale akavalishwa koti na kwenda gerezani. Praise the name of Jesus. Pale gerezani akakuwa anamlilia Mungu asubuhi na mchana jioni, akakuwa tuma koti yake hata ashapata mchana, hata yakakuwa ashakuwa machungu, kwa sababu kila wakati yuko magotini, kila asubuhi yuko magotini, usiku yuko magotini. Lakini kuna mwangaza ulikuwa unapenya, kuna mwangaza mdogo ulikuwa unapenya mahali pale, ukaendelea tu uking'aa, na kukatokea mtu mmoja akafikiwa na ule mwangaza, akasema nitakukumbuka. Haleluya. Ule mwangaza ukang'aa, na ikafikia mahali akamwambia nitakukumbuka ndugu yangu. Praise the name of Jesus. Those are the friends we want in our life. Marafiki ambao watakwambia I'll remember you. Marafiki wanakuambia nitakukumbuka. Marafiki wanakuambia hii tatizo unapitia, hii tatizo hii itafika mwisho. Marafiki ambao wanakuambia ndugu yangu, hii mapito unapitia ni kwa muda, mapito unaopitia ni kwa muda. Marafiki wanaokutia moyo, ndugu yangu usife moyo, ndugu yangu usiache kanisa, ndugu yangu usiache kwenda kanisani, ndugu yangu usiache kuomba. Zidi kuomba, Mungu atakutia nguvu. Zidi kuomba, kuna yule anayeangalia haja yako. Zidi kuomba, Mungu hajakuacha kamwe. Zidi kuomba, Mungu yuko pamoja nawe. Zidi kuomba, Mungu ako pande wako. Hallelujah. Mwangaza ukapenya ukamwambia ndugu yangu I'll remember you. Praise the name of Jesus. Nitakukumbuka ndugu yangu. Hallelujah. Na mali pale ndugu akatoka pale akaenda akafika kwa ikulu. Mfalme akapatwa na wasiwasi mwingi sana. The king was much stressed because of the dream he dreamt overnight. Because he saw things and I called all the prophets of the Baal. Akaita manabii wote wakajaribu kung'amua ile ndoto. Wakashindwa. Sicheze na watu wa Mungu. Wakajaribu, wanamdanganya, wanasema yeye, akamwambia hapana.
Mfalme nafikiria hii ndoto yako ni kama ilikuwa tu ni ndoto ya mjaa. Hapana. No. There must be something. There must be something. Lakini yule ndugu akatokea, mfalme wangu. My king, my king. Hey, I've got somebody who can translate this to you. My king, I have somebody who is going to translate this to you. Hey. Never forsake anyone. Never live down a person. Lakini mfalme akukataa. Alisema nendeni mumlete. Hey. Hallelujah. Akamwambia nenda mumlete huyo. Kasema huyo anaweza, ndiye nataka. Sijui kwa nini hakusisitiza. Sijui kwa nini hakusema nimejaribu wengi lakini huyo yuko korokoroni sioni kama anaweza. Sijui kwa nini hakusema yuko korokoroni hawezi. Praise the name of Jesus. Lakini alisema huyo aletwe. Aletwe nimsikie. Let him be brought before my presence. Hallelujah. Wakati aliletwa akajaribu kumwambia, akamwambia and this seems to be true. This is what I saw. Akamwelezea ndoto yake. Hallelujah. Na akamwambia I'm trying to give you the third court. Hallelujah. Akamwambia ukweli hii ndoto hii umeeleza hii ndugu yangu. Wewe umetoka wapi? Akamwambia umetoka gerezani. It doesn't matter where you have come from. I tell you never done a confession. Hakutaka kumuuliza umetoka wapi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Akamwambia hii yako hii you are going to work for it. Hallelujah. Hakuna mahali Mungu hawezi akakutoa. It doesn't matter the situation you are passing through. Haijalishi ni magumu gani unapitia. Yusufu akawa pale korokoroni, akakuwa analia asubuhi, mchana, jioni. Lakini siku moja ikafika, akaletwa mbele ya mfalme. Oh Jesus. Akaletwa mbele ya mfalme. Lakini mfalme hakukataa. Mfalme akakung'ang'ania. Mfalme akuuliza Yusufu ametoka wapi. Lakini alisema na kile Yusufu alisema. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Akasema ili ndio nataka. Akamwambia nataka nikuvue hivi. I want to bring you out of that slavery. Praise the name of Jesus. One step ahead. Hallelujah. Akavuka kutoka pale. Akavuka kutoka koti la kuwa prisoner. Koti la pili lilikaisha. Akavuka kutoka pale. Akavuka upande mwingine. Lazima tutavuka ng'ambo nyingine. Lazima tutavuka ng'ambo nyingine. It doesn't matter the situations we are. Haijalishi. Lazima naona mtu anavuka. I can see somebody stepping. I can see somebody stepping from today. I can see somebody. Let me prophesy. I can see stepping. I can see somebody stepping. No going back. No turning back. We are moving forward. We are moving forward. We are moving. We are moving. No going back. No turning back again. Joseph never turned. Yusufu akurudi koroni. Akurudi akaambia wana korokoro kwa heri. Lakini maisha yake yalizidi kusonga mbele. Akurudi nyuma kamwe. Hallelujah. Hakurudi pale nyuma akawaambia kwa heri nimetoka. Wakati Mungu anafungua njia kwa ajili yako, usikumbuke tena kurudi nyuma. Kama umeambiwa songa mbele, ni kusonga mbele. Tunasonga mbele kwa ajili yako tu. Hatukati tamaa, tunasonga mbele. Hatukati tamaa, tunasonga mbele. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. Hatukati tamaa, tunasonga mbele. Tunasonga
hatukati tamaa. We never look back. Yusufu akavalisha koti la ufalme. Yusufu akavalisha koti la ufalme. God wants to bring you out of that situation. Mungu anataka kutoa kwa hiyo majaribu. Mungu anataka kukaribisha katika uwepo wake. Mungu anataka kukaribisha katika wafalme. Mungu anataka kulete katika kiwango watu watakuheshimu. Hey. Mungu anataka ashangaze hao maadui zako. Mungu anataka ashangaze hao maadui zako. Waliyesema utasonga mbele, waambie unasonga mbele. Hatukati tamaa kama. Hatukati tamaa. Never, never, never despise your humble beginning. Never forsake your start. Never despise your humble beginning. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tunakimbizana na muda, lazima watu watavuka. Praise the name of Jesus. Tunasonga mbele, hakika tunasonga mbele.